Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa Machi 2022. Kwa heshima na taadhima niruhusu ni kukaribishe katika makala ya siku ya leo, Mezani. Jumanne ya leo tukiangazia uongozi na vijana, maana vijana wamejitosa katika uongozi katika siasa, nao pia wanasema kwamba wanagombea nyadhifa mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, ni mie wako wa siku zote Kaka Mogega, na studioni leo hii nina vijana wawili ambao wanasema kwamba wanataka kuwa viongozi. Kwa hiyo nitawakaribisha studioni na nitaomba wajitambulishe, lakini kabla ya kufanya hivyo, leo hii taarifa kuu mtazamaji ambayo imeangaziwa katika magazeti yetu ya humo nchini ni kuhusiana na kule kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa darasa la 8 hiyo jana na waziri wa elimu Profesa George Magoha. Tutaangazia hayo baadaye, lakini sitaki niseme mengi, maana nataka niwakaribishe wageni wangu studioni, nikianza na mkono wangu wa kushoto ambako amekaa ni Thomas Naharon. Huyu anawania kiti cha ubunge kule Kieni, kaunti ya Nyeri. Thomas, yes, karibu studioni. Msabahi mtazamaji, kadhalika mwambie leo hii atarajie kipi kutoka kwako. Asante sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Thomas Naharon. Naam. Mheshimiwa mtarajiwa wa Kieni constituency, yuko maeneo ya Nyeri County. Naam. Yeah. Kule kwa Kanini Kega yule. Yeah, unataka kumtoa uongozini, amefeli sio? Lazima. Si neno mtazamaji, ni Thomas Naharon. Na kadhalika upande wangu wa mkono wa kulia amekaa ni Ben, huyu naye anagombea ubunge kutoka maeneo kule ya Kisii. Atatuambia ni eneo bunge lipi. Ben. Yes. Karibu studioni msabahi mtazamaji, na tuambie leo hii kuna yapi? Nashukuru sana. Mwanzo kwa majina naitwa Ben Ongono, mwenye ni mbunge mtarajiwa wa eneo bunge la Bomachoge Chache constituency. Mahali ambapo mwenye ametangulia kule awali alikuwa anaitwa Alpha, mwenye amekalia kiti Alpha Miruka, ambaye ninataka kumuondoa. Kwa nini? Na maana yale ambaye tulimuweka kule akafanye amefeli. Na saa niko kabisa nataka nimuondoe kule, niletee watu wetu maendeleo ambayo wamekuwa wakihitaji kwa miaka mingi sana. Naam. Na mtazamaji, mambo ni kama hayo. Ben atatuambia ni kwa nini anataka kumtoa Alpha Miruka kutoka kiti cha ubunge, naye bwana Thomas Naharon atatuambia ni kwa nini anataka kumngoa Kanini Kega huyu kutoka eneo bunge la Kieni. Mtazamaji, leo hii nimekuambia tutaangazia uongozi na vijana, maana vijana wamejitolea kwa wingi, wanataka nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu, na kadhalika ni vijana ambao wana ulemavu mtazamaji. Kwa hivyo tutaangazia
najua wameamua kujitosa na wameweka kando ulemavu wao na wameamua kwamba wanataka kuwa wanasiasa. Kwa hivyo tutazijua sababu ni zipi haswa wameamua kuingia katika siasa wazima, na ni wanafunzi hawajahitimisha masomo yao. Kwa hivyo ni mdahalo ambao utakuwa ni mpevu mtazamaji. Ili kutufikia channel yetu ya YouTube ni Sky Cable TV, moja kwa moja tufuatilie kule. FB ni Sky Cable TV Kenya, utufuatilie kule, utume maoni yako, utume maswali yako, tukinafasika tutayapitia mtazamaji. Na mie nifate katika ukurasa wangu wa FB ni Kaka Mogega, rusha maoni yako kule, rusha maswali yako, ukiwauliza vijana wako studioni, waulize ni kwa nini wameamua kujitosa katika uongozi mtazamaji. Ndio hivi mkoko unaalika maua, tuangazie matokeo ya mtihani kwa kiduchu tu yaliyotangazwa hiyo jana na waziri wa elimu Magoha katika chumba lile la mitihani house kule Nairobi hiyo jana. Kwa hiyo mtazamaji, mwanafunzi ambaye alitia fora zaidi anaitwa ni Bruce Mackenzie Magata of Gilgil Academy, na alijizolea alama ni 428. Mwanafunzi wa kwanza huyo, mtoto wa kiume huyo, na wa pili alikuwa ni anaitwa ni Ashley Kerubo Mumanyi kutoka shule ya Makini mtazamaji, aliyekuwa na alama 427. Na labda Ben nikikujumuisha ama kukuhusisha kidogo, haya matokeo kiyalinganisha na mwaka jana, maana mwaka jana matokeo mwaka 2020 mwanafunzi bora alikuwa na alama 432. Sasa hivi mwanafunzi wa kwanza na alama 427. Kumaanisha kwamba kuna kupunguza kwa alama. Kwa hivyo unayazungumzia vipi haya matokeo kwa uchache tu? Naweza sema kwa kujangia matokeo ya mwaka uliopita tulivyoona yalikuwa watoto walifanya vizuri. Na mwaka huu sitaki kusema wamefanya vibaya. Na kuna ile standard yenye wamefanya watoto wote, nikiangalia shule zote wamefanya vizuri kwa ile wastani, kwa ile sehemu ya wastani. Sasa kwa kusema mwaka huu matokeo vile vile naweza sema yamefanywa vizuri. Ni ile mwaka uliopita tuliona shule nyingi angaa zilipita ndio, lakini kulikuwa na wale watoto kuperform chini shule zingine. Lakini hizi naona kuna ile kupungua kwa matokeo, lakini pia wale wa chini walivutwa wakaletwa. So kuna harmony ile yenye ya matokeo. Kuna sizi nikasema last year waliperform vizuri sana kuliko mwaka huu, ni ile tu ile alama juu ilikuja chini. So watoto wetu nawashukuru sana kwa hii performance yenye wameleta mzuri sana, yenye inatuonyesha ina mwelekeo mahali tunaelekea sasa, ni mwelekeo mahali pazuri. Na nataka kushukuru waziri wetu wa elimu bwana Profesa George Magoha kwa kazi ile nzuri yenye amefanya. Amejaribu sana, hata tukiangalia mwaka uliopita angaa kulikuwa na visa vya wizi wa mitihani, lakini huu mwaka naona vimepungua sana, maana profesa ameangalia hiyo maneno sana. Naam. Na Thomas na Aaron, yes. Ukiangalia wanafunzi ambao walitia fora zaidi ni watoto wa kike ikilinganishwa na watoto wa kiume, licha ya kwamba aliyekuwa ametia fora zaidi ama aliyekuwa nambari moja anaitwa Kenyawani alikuwa mtoto wa kiume. Unaangaziaje huko kudorora kwa matokeo ya watoto wa kiume? Kitu ya kwanza ni kusema kuwa women wamekuwa empowered sana. Na hiyo inaleta esteem ya mtoto wa kike kuwa hali ambayo yani anajikubali na anakuwa na uhakika kuwa yeye ana uwezo kama mtoto wa kiume. Kwa hiyo harakati ya kuwa empower young women inafanya wapite na hasa katika masomo yao. Na wa kiume tuseme kwa nia moja au nyingine ni kuwa maybe
changamoto tu. Changamoto labda ya hiyo yani wanaona women wamekuwa empowered sana, yani wao kidogo ni kama wanaachwa nyuma. Na vile vile vijana wa kiume kwa sana in most circumstances wanakuanga kama hii time tuna face economics challenges, crisis. I mean our young men wanakuwa kama ni wao breadwinners kwa familia nyingi, na unajua background ya Wakenya wengi ni ile hali ya chini. So mimi naweza sema kudoroa kwa kupita kwa hao vijana watoto wa kiume inachangia sana kiuchumi na hiyo hali ya wanawake kuwa empowered sana. Kwa hivyo ndio kusema kwamba watoto wa kiume wamesaulika kidogo, kumaanisha kwamba nguvu kazi imeelekezwa zaidi kwa watoto wa kike. Na msi neno mtazamaji, hayo ndio mambo muhimu ambayo umeangaziwa katika magazeti yetu humu nchini leo hii, gazeti la Nation, kadhalika gazeti la Standard na hata lile gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo taarifa kwamba imeangaziwa zaidi leo hii ni kuhusiana na kutolewa kwa matokeo ya mtihani wa darasa la 8, na tukizungumzia masuala ya elimu kwa jumla, wanafunzi wa kidato cha 4 pia na wao wanahitimisha mtihani yao wiki hii, na nadhani maana kuna wale ambao walihitimisha mitihani yao Ijumaa wiki iliyopita. Kwa hivyo na waziri alisema kwamba wakimaliza ile mitihani, basi kwa kipindi cha majuma mawili matokeo yatatolewa. Kwa hivyo waziri anafanya kazi kwa wepesi zaidi. Lakini mdahalo wetu studioni mtazamaji ni kuhusiana na uongozi na vijana, na leo hii tuna vijana wawili ambao tayari umekwisha zipata sauti zao, na baadaye tutazama katika mdahalo mpevu ni vipi wameamua kujitosa katika siasa, na usiachie mbali ya kwamba ni vijana ambao wana ulemavu, kadhalika ni wanafunzi. Kwa hivyo tutawasikiza, lakini sasa hivi tupate tamko la siku ama sauti ya siku. Tumpate ni naibu wa rais Daktari William Ruto akisema kwamba kwa vyovyote vile hajawahi husika katika labda kutaka kumpindua Rais Kenyatta kutoka mamlakani. Kwa hivyo tupate hiyo sauti yake, kisha tutazama katika mdahalo wetu wa siku ya leo mtazamaji. Wale watu mimi tunashindana na wao wamekosa agenda, wamekosa mpango, wamekosa plan. Sasa ni watu wa porojo, sasa ni watu wa story, sasa ni watu wa fitina. Ati hata wengine wanasema ati mimi Deputy President wa Republic of Kenya. Mimi nauliza nyinyi, bila ya ubaguzi, watu wa Malindi, nani alisaidia Uhuru Kenyatta 2013 akawa rais? Nani? Ni kitendawili ama mimi? Nani alisaidia Uhuru Kenyatta 2017 akawa rais? Tafadhalini my friends, mkuwe na heshima kidogo. Please, mkuwe na heshima kidogo. Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta. Kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi? Please, my friends. Wacheni porojo na propaganda. Munagawanya taifa for nothing. Kwa sababu Wakenya wamekataa ukora wenu. Wakenya wamekataa kupangwa na nyinyi. Wakenya wamekataa project yenu ambayo mnataka kutumia ati kuendesha ukimabavu juu yetu. Wacheni porojo. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu niko na akili zangu. Mimi si mlevi. Mimi si wazimu. Ati niweke serikali ndani, ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua. Mtu ambaye anajulikana kwa kupindua serikali ako Kenya hii na anajulikana. Anajulikana hajulikani. 1982 si alikuwekwa akijaribu kupindua serikali? Si hivi majuzi alijiapisha kujaribu kupindua serikali? Jameni, you must be confusing me with your project. Mtu ambaye anajulikana kwa kufanya mjama ya kupindua serikali anajulikana Kenya. Mimi nataka niseme without fear of any contradiction. I want to ask our friends, please,
respect those of us who campaigned for Uhuru Kenyatta and made him president. Don't bring useless, empty propaganda, negative ethnicity, because you have no plan and you have no agenda, and because your project has been rejected by the people of Kenya. That is why you're so desperate. You are spreading falsehood and propaganda about people who wanted to do things that are unconstitutional against the government of Kenya. As Deputy President, I know what I must do, and I will never, I have never, and I will never, and it has never happened that I could be part of anything that would bring down the government of Kenya. And those who are spreading those lies, shame on you. Shame on you. Shame on you. You deserve nothing but shame. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Yani mimi nawaulize watu wa Malindi, hata kama wao majamaa wamekosa kabisa plan, ati wanasema ati Ruto alikuwa anataka kupindua serikali ya Kenya. Kweli, hata kama tumekuwa wajinga kiasi gani, mimi ambaye nilipanga mpaka Uhuru Kenyatta akakuwa rais, ati mimi ninataka kwenda kupindua serikali ya Kenya? Waacheni ujinga bwana, waacheni utapeli, umusitubebe ufala. Ama ni aje? Waache ujinga na waache kutubeba ufala. We are intelligent people, and the people of Kenya, they know what is right and they know what is wrong. Munaelewa amuelewi? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema mtatupatia gavana wa UDA. Mimi nawauliza, si mnajua huyu mama Aisha Jumwa? Huyu mama Aisha Jumwa mnamjua? Si ndiye alikuwa women rep wenu? Si amekuwa mbunge hapa Kilifi? Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, tunarejea tena. Hilo ni tamko la siku, maneno yake naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto akiwa kule maeneo ya pwani ya Kenya. Masuala ambayo tutayaangazia baadaye, yale madai ya Uhuru Kenyatta kusema kwamba Ruto alikuwa na njama ama ile mipango ya kumuondoa mamlakani kupitia milango ya nyuma, mambo ambayo tutayaangazia baadaye katika mdahalo wetu katika studio hizi. Kumbuka kwamba makala hewani ni Mezani, na pasi na kupoteza muda wote, labda nimgeukie bwana Ben ama kaka Ben, huyu kiongozi kijana ambaye ameamua kujitosa katika ulingo wa kisiasa na wania ubunge katika maeneo yale ya kaunti ya Kisii, na ni mwanafunzi, mtazamaji ukumbuke, na zaidi ya yote ana ulemavu, kwa hivyo atatuelezea mengi. Bwana Ben, naam, mwanzo tuambie hali ya masomo inaendelea vipi, na labda masomo yako utayakatisha ndio ingie siasani ama utaendelea nayo? Asante kwa swali. Vile mtangazaji amewaambia, mimi ni mwanafunzi wa masomo nasomea udaktari katika chuo kikuu cha Mount Kenya University mwaka wa 4. Naam, ninaendelea na masomo na sina mipango yote ya kuikatisha masomo yangu, maana hii ni semester ya karibu ya mwisho, na mitihani inaenda kufanywa katikati April, kuanzia hii mwezi ujao. Nadhani nitakuwa na nafasi nzuri ya kufanya mitihani, na pia baada ya mitihani pia tu nijitoze katika siasa sasa kikamilifu. Kumaanisha kwamba hutakuwa na labda mambo imesalia, na sitakuwa nasumbuka sana, na maana ndo mula wangu wa mwisho katika masomo. Na wewe ni kijana, na tunajua kwamba vijana siku zote wanasema kwamba tukiingia mamlakani tunataka kuleta uongozi mpya, mabadiliko katika uongozi, lakini pindi tu akiingia uongozini hatuoni hayo mabadiliko. Mwanzo wanakuwa ndo wale sasa hatari zaidi, wezi, wanalewa, wanafanya mambo ambayo si mazuri. Tulimuona Babu Wino wakati aliingia mamlakani, mambo ambayo yalimtokea. Alihusika katika matukio mbalimbali, mengine akapelekwa mahakamani. Unazungumziaje hili swala zima la vijana? Wanasema kwamba wana uwezo wa kuongoza, lakini wakiingia mamlakani basi mambo ambayo wanafanya hata yaridhishi. Nataka kusema vijana
wanafaa kuingia uongozi. Na kwa wale wetu wametangulia kule mbele, yale yenye anawapata labda kidogo kidogo, unajua kila ni kijana pia ni binadamu. Yale yanaweza mpata, yanaweza yakampata yule pia mwenye ni wa umri wa juu kidogo kumliko. So kwangu mimi kama kijana, nimeona yale maovu yenye wale viongozi wamechaguliwa mbeleni wamekuwa wakifanya, na yale yenye tuliwachagulia hawajakuwa wakiyatekeleza. So mimi kama kijana na mzaliwa wa Bomachoge Chache constituency, nimezaliwa kule katika kitongoji kidogo kenye kina mateso yake, kinaitwa Nyamiugo village. Nimeona yale maovu yenye yamekuwa yakitendeka, na wale wabunge wetu tulichagua hawaingilii kati kusaidia wananchi. So hayo ndo ninataka kufanyia wananchi, na ndo na wasi wananchi wangu waweze kuangalia sera. Wasiangalie mtu, wasiangalie pesa zenye mtu anazo. Tuangalie huyu kijana ako na sera zipi, na huyu kijana ana uwezo upi wa kutuongoza sisi. Maana nimejitoza na niko na nguvu za kutendea wananchi wangu. Na wale labda wenye wanajiingiza katika mambo maovu yale yasiyo yenye ya kutenda haki kwa wengine, ama ya kutotendea vijana na kuwaingisha katika kuwawakilisha vizuri, ningependa kuambia vijana wetu, kama tumekubali kuwa tunataka kubadilisha nchi, na idadi kubwa ni ya vijana. Na hii idadi kubwa ya vijana tuko wengi, lakini ni kama hatuleti mabadiliko yenye yanaweza yakaonekana. Kwa kujiingiza hivi, ningetaka vijana wetu tutoke, kama vijana tujitokeze, tuweke vijana wetu katika uongozi, watutetee kule, maana vijana wengi hawana kazi. Na hili jambo ndo linaletea vijana wengi kutenda maovu na kujiingiza katika mambo mengine yenye hayafai. So vijana wakipata kitu ya kufanya, na ninatumai kabisa vijana hawezi wakajiingiza katika mambo yenye hayafai katika jamii. So nina uhakika kabisa vijana wana jukumu la kufanya, na hao vijana wana mengi ya kufanya, sababu wana nguvu za kufanya. Hao wengi wetu wenye ni mababa zetu, mama zetu, ndio wana uwezo, lakini kuna ile ability yenye imepungua kidogo sababu ya miaka. Pia kuna ninaposoma nikiendelea pia katika somo la masomo yangu ya udaktari, unajua mama ama baba akiendelea kuzeeka, ile ability yake ya kukumbuka vitu inafanya nini? Inapungua. So ndio maana vijana wanahitajika kujitoza katika siasa, katika mambo mengi, wakuwe included. They be included in the decision making, because they are bright, they are young, actually they can reason out. I don't really want to say wetu wale wakubwa hawezi wakafikiria. Ni ile mambo vijana wanaweza fanya vitu kwa haraka sana. Na wana huo uwezo wakipatiwa hiyo nafasi. Naam. Zuia papo hapo, tutarejea kwako. Mwanzo labda hatujajua unagombea kupitia chama kipi ama mlengo upi, utatuambia baadaye. Nimgeukie Thomas na Aaron ambaye ni mwanafunzi pia tokea chuo kikuu cha Kenyatta KU. Somea masuala ya walimu kwa wanafunzi wanao mahitaji maalum. Education in special needs. Na sasa tukienda kule kieni, maana tunajua kuna Kanini Kega, na Kanini Kega si mzee, ni kijana. Sasa ni kipi ambacho yeye mwenyewe hajakifanya ambacho kinakutuma wewe kule basi uamue kama unataka kumtoa kitini ama uongozini?
Nashukuru sana Kaka Tom. Kanini Kega ni kijana, sikatai. Lakini kuna kitu ambayo tunaita kwa kizungu character development. Inatofautiana sana na maumbile ya mtu. Venye wewe uko si vile ndugu yangu hapa mheshimiwa Ben ako. So Kanini Kega ni kiongozi na ni kijana, lakini ajiangalia maslahi ya vijana wenzake. Na hii mimi kama kijana na ambaye anaishi na ulemavu ni kuhakikisha ya kwamba ile mikakati ambayo Kanini Kega hajafanya, kama haswa vijana wengi Kieni constituency wanapitia mashida katika harakati ya kutafuta kazi, na wengi wanabidi waende wakae idle, na wa Kristiano wanasema idle worship is the workshop of the devil. So katika hiyo wanakaa bila kazi, wanajipata katika ile harakati wanakuwa majambazi. Na pia wanatumika na siasa vibaya, kwa sababu they have nothing to offer. So they better take that dangerous part, because after all kile wanachotaka ni kuishi maisha mzuri na maybe kupata chakula cha kila siku. Na Bwana Thomas, nikipitia labda tukizungumza nao kabla tuingie hewani, niambia kwamba wewe katika maisha yako umeishi katika yale maeneo ya watoto ambao labda hawana makao, wale wanaitwa children's home, kule umekaa kule. Na ukiingia mamlakani, hatua yako ya kwanza labda ya kuwasaidia wale watoto itakuwa ni gani? Maana umekaa kule, umewajua na maisha ya kule unayafahamu. Kwa hivyo labda katika agenda zako ambazo umeziweka kama Thomas na Aaron, kuelekeza kwa wale watoto ni zipi? Msaada wako kwa wale watoto ambao wanaishi katika yale makao, labda hawana wazazi, hawana makwao, itakuwa ni ipi? Nashukuru sana. Kwanza kabisa nifahamisha watazamaji kuwa nimeishi katika hiyo boma ya children's home. Iko pahali panaitwa Narumoro. Narumoro pahali panaitwa Gakawa. Morero hapo hiyo ni along ni wetu na Nyuki. Na big up sana ni mpe heshima zake Father Kishare Rafael, ndiye mkubwa wa hiyo shule. Mimi kama mheshimiwa mtarajiwa katika kusaidia na kusupport hawa watoto ambao mayatima, ni kuhakikisha ya kwamba hawa watoto wamepata msaada kutoka kwa serikali. Wanapata msaada ambayo itawadumu kiafya, chakula na mavazi. Mimi sana sana nimeona huko shida ambayo sana iko ni sekta ya health. Hiyo children's home ambazo ziko karibu na Kieni ama ziko Kieni constituency hazina health yani facilities nzuri. So mimi kama mheshimiwa na najua nimepitia hayo mashida, ni kuhakikisha hiyo iko in place ili serve the people of Kieni constituency na haswa children's home. Na unajua wale watoto, kuna wakati mmoja kitambo kidogo, kuna makala ambayo ilifanywa ya upekuzi kuhusiana na haya makao ya watoto, ya kwamba wale watoto wanapitia mateso. Ilikuwa inaitwa Sins of Savior, kitu kama hicho kama sijasahau. Na sijui kama ulifuatilia wakati huo, maana haikuwa kitambo sana. Alifanya anaitwa Mark Masai na wenzake, mwanahabari huyo, na tuliona yale mateso ambao wale watoto wanapitia, ya kwamba kuna wale ambao wanahusika ama wale wakuu kule, yani wanafaidika kutoka kwa wale watoto, lakini wale watoto wenyewe wanapitia mateso. Naam, ni ukweli. Visa kama hivyo hutokea sana sana kwa watu ambao wanachukulia hiyo advantage kwa watoto kama hawa. Juu hawana kwa mtu wa kumlilia. Sana sana wanajaribu kufanyisha watoto kazi, ama labda wanatumia hao watoto kimapenzi. Na mimi
kama mheshimiwa mtarajiwa, niko hapa kwa nia ya kuhakikisha ya kwamba huyo mtoto adhulumiwi kwa nia yoyote ile, na kwa sababu nimepitia hayo maisha, wacha niseme kule nilikokuwa mimi sikupitia maisha kama hayo ya kuteswa. That school was a special school, and it was cool and good for the and conducive environment, but I'll make sure that every children's home in this country and in the constituency of Nyeri County, Kieni constituency, I'll make sure that they deserve the right and they are respected. So I'll act like an ambassador to them, because mimi ninajua umuhimu wa kuwa na hao watoto, na sana sana tuna hao wafadhili wema wanawachukua ili kuwatengenezea maisha na sio kuwaharibia kwa nia moja ama nyingine. So niko hapa kwa wao kusikia kilio changu hao watoto. Naam. Na labda kabla tuende mapumzikoni, Ben, naam, labda utufahamishe unatumia chama kipi ama mlengo upi, na ni kwa nini ukaamua kuchukua huo mlengo ama hicho chama katika kutafuta ama kuwania uongozi ubunge kutoka eneo bunge lako kule? Asante sana Kaka Toma. Ninawania kiti hichi cha ubunge kutoka chama cha Jubilee, na Jubilee iliweza kunikaribisha. Ingewezekana ningetumia vyama vingine, lakini nilijaribu kuengage hizi vyama zingine, lakini they were not that receptive. And na unajua mimi ni kijana, na kwa katika sehemu ya pesa, unajua bado sija kwa sawa, sina senti. So walikuwa wanaitisha pesa mingi yenye kama kijana singeweza kupata. So nilipoenda Jubilee House, waliweza kunikaribisha mwanzo, na nilipoulizia kama ingewezekana wanipatie nafasi kuulizia kura kupitia chama chao, waliweza kunikaribisha vizuri, wakaniambia inawezekana. Naam, wakanielezea chinzi ninavyostahili kufanya, kile ambacho nastahili kuleta, na kwa kusema kwa kweli Jubilee walinikubali bila hera, bila senti, hawakuniuliza pesa, waliweza kunikaribisha vizuri, wakanipatia ile receipt. So they catered for everything, and that showed me actually the love they have for people with special needs. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Jubilee ambacho kilikufanya uende kule ni senti, yani vyama vingine walikuwa wanahitaji labda kuna zile hela za usajili sikuwa nazo mwenyewe. Kwa hivyo Jubilee walikukaribisha vizuri pasi na kuhitaji chochote. Naam. Na labda nikija kwako bwana ama Kaka Thomas na Aaron, wewe mlengo wako ni upi? Asante sana. Mlengo wangu ni United Democratic Alliance ama Kenya Kwanza, UDA. Chama ambacho nasimama ni chama cha UDA. Na wacha niseme hivi, UDA ni chama ambayo imekubali hali duni, inakubali wananchi wa hali duni, na sababu ambayo ilifanya niingie katika chama hicho, it supports the 5% affirmative action, people living with disability. Nilienda pale nikakuwa registered as a member, na nikakuwa aspirant ya mbunge wa Kieni constituency. So mimi na respect UDA, iko na constitution ambayo ina strategize na inajali maslahi ya watu wanaoishi na ulemavu na haswa vijana. So hiyo ndio chama yangu, na kwa wale waelewi the symbol of the wheelbarrow, ni kumaanisha ile symbol inamaanisha wananchi wenyewe
80% of Kenyans are living in poor standard situation, and that symbolism, it is a historic thing in the political life. It has never happened that mtu wa chini anakuwa kwa hiyo hali, anawekea symbol ya kuonyesha tuna support these people, tunajali masilahi ya hao watu walio juu, hiyo unaona, hiyo it's a class of its level. So kuchukulia mwananchi wa chini kabisa kuwa kwa hiyo symbol ya hiyo symbol inamaanisha it's a great thing, it's a movement na support hii kitu 100%. Kuonyesha kwamba UDM Kenya Kwanza inachukua yeyote yule, inajali wananchi haswa, Kaka Tom. Si mbaya. Naam. Kabla hatujaenda mapumzikoni, labda tutaenda basi ndio turudi, utaleta hoja yako baadaye. Kwa hiyo mtazamaji, ni Mizani Mezani, na nahisi ya kwamba joto limeanza sasa kupanda, maana ule upinzani umeanza kuonekana baina ya Azimio na Kenya Kwanza. Kwa hivyo nikirudi, labda nitampa Kaka Ben nafasi angalau labda hana maneno yake. Kwa hiyo mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, tutarejea muda si muda. Kumbuka kwamba makala hewani ni Mizani Mezani, Sky Cable TV Kenya FB, IG ni Sky Cable TV Kenya na YouTube ni Sky Cable TV Kenya, na sasa hivi tuko mbashara kote kote, CFB, si YouTube, tufuatilie kule maana ndiko mkoko unalika. Usikwende mbali, muda si muda tunarejea. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions, we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Na mtazamaji, karibu tena katika makala Mizani Mezani. Leo hii tukiangazia masuala kuhusiana na uongozi na vijana. Vijana wameamua kwamba ni nafasi yao hii sasa, wanaamua kujitosa siasani. Na leo hii studioni, ambavyo nilikwambia awali, ni naye Kaka Ben. Huyu anatoka maeneo ya Kisii kule, kadhalika ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya kule Thika. Naye Kaka Thomas na Aaron, huyu anatokea kule maeneo ya Kieni, Nyeri, na ni wanafunzi katika chuo kikuu cha KU ama Kenyatta. Wote wameamua kwamba waingie siasa, wasaidie vijana wenzao. Na Ben, kabla tuchukue mapumziko, ulikuwa na hoja fulani ambayo ulikuwa unajaribu kuileta kuhusiana na ambavyo alisema Kaka Thomas huku. Naam. Asante Kaka Tom. Kabla sijaweza kuangazia jambo fulani ambapo ndugu yetu Thomas ameweza kusema, chama changu Jubilee. Mwanzo nilipokuwa najaribu kutafuta chama, niliweza kuangalia pia hawa watu wa Jubilee wana maono yapi kwa watu wetu, na pia niliweza kuangazia sana hawa watu wana mipango ipi kwa watu wenye ni walemavu. So nilipoangalia wakanivutia na zile na ile mipango yenye walikuwa nayo. Naam. So nilijaribu kwenda ODM. ODM pia nikapata kuna wapinzani wengi wenye ningepatana nao, labda singepata ile nafasi kama kijana.
nilipofika kule Jubilee wakaweza wakanionyesha jinsi wanavyo wako inclusive, wako wanajali vijana. Yani wanapokea kila mtu. Pia wako kwa Azimio. Na katika Azimio ile mipango mizuri niliona Azimio iko nayo kwa watu. Kama vijana ulisikia kinara wa ODM ile mipango alio mzuri kwa vijana. Na nikiangazia pia mkubwa Jama mwenye ni rais wetu Kenyatta ameweza kutenda mambo mengi Kenya. Na katika uongozi wake tumeona akitetea sana wananchi. Walikuwa na kiongozi wetu rais wetu mwenye ni naibu wa rais William Ruto. Walikuwa na yeye katika kazi. Lakini akafika kati hii atamu ya pili akaweza kufanya nini? Akapiga kando. Lakini hatujui ni kipi kilimfanya akatoka labda alitolewa pia. Lakini hakutolewa sababu bado ni rais, ni naibu rais. Sasa alipokuja kiongozi wa ODM Raila Odinga, alipoingia wakafanya ile handshake. Tuliona inji ilikuwa imekuwa mbaya sana, uchumi imeanza kuharibika, mambo ilikuwa imeanza kuharibika, amani ilikuwa imekosa. Lakini ile handshake ilipokuja, tunaona kuwa dunia inji yetu ilianza kurudi kawaida. Kumaanisha kwamba handshake ilikuwa na faida kubwa sana. Hatungekuwa na hii inji tuko nayo kusema kweli, sababu wewe basi ni kipi Odinga aliongezea kwa serikali ya Kenyatta? Mwanzo nikisema ameleta amani. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kumaanisha kwamba wakati ule kabla labda handshake yeye mwenyewe alikuwa na hakungekuwa na amani, si heti alikuwa na furuga amani. Ni ile kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi. Jinsi walivyokuwa wanadai. So wale supporters pia walikuwa na furuga amani sababu walihisi kuwa wameibiwa. Walikuwa na support kiongozi wao ambaye ni Raila Amolo Odinga. So alipokuwa akutangazwa kuwa ameshinda, kulikosa ile amani, kukaanza kuwa na furugo hapa na pale. Walikuwa nahisi kuwa uongozi haujakuwa wa haki. Maana waliposhikana hii amani ilikuja. Inji ikastabilize kabisa, tukaona mambo imeanza kuwa mzuri. Na hii amani ilipokuja, ndipo naibu rais wetu aliona kuwa haiwezi kana huyu mtu mwenye amekuja katika mahali anafaa kuwa. Alipoondoka, unaona kazi nyingi hazikuwa zinatendeka. Na rais aliposhikana na kinara wa ODM, tunaona ile handshake ikisaidia mambo mingi. Maendeleo mingi imeanza kukuja. Sababu gani? Kumaanisha kulikuwa na tatizo mahali kati ya rais wetu na naibu rais. Lakini sasa swali ni je? Unaona kwamba aliyekuwa na madai ya kwamba kura zake zilikuwa zimeibiwa ni Odinga, na ambaye labda alikuwa anadai ya kwamba umemuibia kura alikuwa ni Kenyatta. Iweje tena anakuja na kuwa rafiki wa Kenyatta? Sababu unajua Raila Amolo Odinga kiongozi wa ODM ana pia watu wake. Ana uungwaji mkubwa katika hii Kenya. Na kungekuwa na ile sintofahamu, ile kuelewana kwa watu. Alipokuja na ile handshake, alisaidia mwanzo kuleta hii amani mwanzo. Kitu ya pili, waliposhikana, sababu aliacha zile interest zake zilikuwa awe rais lakini hajakuwa. Akaacha zile self interest
ile yenye alikuwa nayo kwa kiongozi na anasapotiwa na supporters wake aweze kufanya nini? Aweze kuingia katika uongozi. Bwana Thomas. Naam, sasa kidogo tu mheshimiwa. Ilipokuwa hivyo wakaingia katika ile harakati ya kuelewana. Ile kuelewana ni ile kiongozi wa ODM aliacha zile self interests. Akaeka kando. Akajaribu sasa kushikana na huyu mwenye alikuwa ni mpinzani wake waweze kuleta amani. Hiyo ndio ilikuwa muhimu sana. Naam, zuia papo hapo. Bwana Thomas, umesikia madai ya Kaka Ben akisema kwamba Odinga aliweka yale maslahi yake ya binafsi kando na akaamua ya kwamba sasa handshake kama alete amani, na nimemuuliza kwamba basi huyu Odinga ndiye alikuwa anavuruga amani kabla handshake. Naam. Maoni yako ni yapi? Wacha niseme hivi. Odinga amekuwa ni mtu ambaye hataki maendeleo. Huyu I think mheshimiwa unasema the other way round. No. Wakati Uhuru alimshikana mkono na baba, hapo ndipo kizangamkuti ya hii nchi ilitokea. Angalia bei ya mafuta imepanda ama haijapanda. Angalia chakula tunavyonunua saa hizi ndivyo tulivyokuwa tukinunua 2013 ama 2015. Hii ni siasa. Uhuru kujihusisha na Raila ni siasa na ambayo ina affect uchumi wa Kenya, na Wakenya wanafaa waangalie mbele, tuondoe hii dynastic thing. Amesema issue ya amani. Sikatai anafaa everyone in Kenya wants peace and harmony. But this guy, tunajua historia and facts are there. Hata Uhuru amewahi sema hapo kimbeleni. Huyu ni mtu amejaribu kusumbua nchi mara mingi on instances. Look at the instance of 1982. Alijaribu kupindua serikali. Angalia 2017. Ni 2017 alijiapisha. Sasa huyu ni kiongozi ambaye unasema atashikana mkono na serikali akuwe atinia analeta amani kwa njia gani? Na ni kiongozi ambaye amedharau wananchi wa Kenya. Na sisi sasa kama wananchi tumeamua kubadilisha hii narrative ya kwamba sio lazima turuliwe na dynasty. Tumeamua it's a new thing and revolution. We vote for a new leader who, even if he has been in a government, ajapata hiyo nafasi ya kuwa rais, and the position of president is the most powerful position. Now, Kaka Thomas, no. Najua kwamba unaegemea upande wa naibu wa rais. Naibu wa rais amekuwa naibu kwa miaka 10 sasa inaelekea. Na labda kivyovyote vile iwapo alikuwa na uwezo, labda maana tunajua kwamba uwezo ako nao, maana naibu wa rais. Basi haya ambao anatuambia kwamba anaenda kuyafanya baada ama akichaguliwa kuwa rais baada ya hatamu za Kenyatta kutamatika. Hilo ni swali mzuri sana. We know the function of the deputy president is to deputize the president. Na hawezi fanya majukumu ambayo president anafaa kufanya. Kama president ameenda ngambo ama ameenda for a period of holiday term, yeye ndio anafaa kushughulika. Na President Uhuru Kenyatta has been in the government, amekuwa hapo. Na sasa how comes unaweza ambia deputy afanye vyenye nani president anafaa kufanya? Lakini unajua kabisa. The main function of the deputy president is to deputize the president if he is not there. Lakini si hivyo tu peke yake, maana hatuwezi tarajia kwamba rais hata kuwa nchini kila wakati. Na amekuwa na hiyo nafasi labda ya kumwambia Kenyatta kwamba hapa naona tufanye hivi, maana ni naibu wake. Maana pia naye amekuwa na majukumu yake ya kumwambia rais ya kwamba rais hapa naomba tufanye hivi, maana walichaguliwa pamoja. Wamefanya projects mingi kama deputy na president wamefanya kazi pamoja. Musiangalie hii muda from 2018 ambapo baba aliingilia kati kwa serikali. Angalieni manifesto ambayo na miradi ambayo hao wawili, President Uhuru Kenyatta na Deputy William Ruto,
wamefanya from 2013. Wametengeneza mabarabara, sio? Wameweka stima % kubwa. Wameweka maji kila all over the country. Sasa miradi ambayo wamehitimisha, itakuwaje kwa hii period ya the last term, the 2 years ambayo kumekuwa na vurugu hapa kwa serikali, mnasema ati hajafanya kazi? Na mzia papo hapo, hayo madai tunayazidisha kwa labda kuipata sauti yake ya Aisha Jumwa, maana alikuwa na mambo ya kusema kuhusiana na haya masuala yote ya Kenyatta kuwa na madai ya kuhujumu serikali na kadhalika. Kwa hivyo tupate sauti yake Aisha Jumwa wakiwa kule maeneo ya Pwani, ilikuwa jana ama juzi, angalau ndo tupate kuendelea mbele kidogo. Baba, unajua watu wa Kwizero na watu wa Butere ni kama mapacha. Si mnajua hivyo? Kule kwangu Butere ni sitting room. Nikija hapa naingia bedroom. Nikiwa Kwizero niko kwa hapa napata kura zote za hao watu mnaona hapa. Lakini sasa nimepata mchezaji hatari, Bwana Christopher Seka. Niko sawa sawa. Na raundi hii watu wa Kwizero na watu wa Kakamega, vile mnaona hapa Kakamega ni ODM. Kama wewe hauko hapo, shauri yako. Papa ataenda kutafuta kule juu kwa Azimio. Lakini sisi tuangalie hapa chini vile tunaendelea, si ndio? Juzi nimekutana na mwenzangu mwingine tulikuwa na yeye kwa bunge. Ako upande ule, upande wa Tangatanga. Na akaniuliza, Oparanya, tukipea Musalia namba 2, watu wa Kakamega watashift. Nikasema hakuna mambo, nyinyi mtashift. Nilisema Kakamega tayari tumefanya iko under lock. Hata kuwe president huko kwa Tangatanga, sisi tunaunga mkono Raila Amolo. Na vile minyi mnajua, mimi nimekuwa na Raila Amolo Odinga miaka hii yote. Hii barabara ambayo mnachezea kutoka yangu kufika Kero, huyu Raila ndiye alinipa wakati nilikuwa mbunge wa Butere. Ile azikalagala kwa Raila Amolo ndiye alinipa. Uwezi kuacha mule muda alusajia hiyo ukiwa mbunge. Ndio kwa sababu mimi nimeketi na yeye, na nyinyi naomba watu wa Kwizero, nyinyi wote tuungane pamoja. Tarehe 9 mwezi wa 8, rais wetu wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Saa hii ningetaka sasa. Na mtazamaji, sauti ambayo umeipata ni yake Wycliffe Oparanya, huyo gavana kutoka kaunti ya Kakamega, lakini baadaye tutaipata sauti ambayo ama video ambayo tulikuwa tumekwisha kuambia yake Aisha Juma. Lakini tukiachana na hayo kidogo, Ben, turudi kule nyumbani katika eneo bunge lako lile ambalo una ile azma ya kuwania ubunge. Wewe ni kijana na ambaye una ulemavu. Ajenda zako ambazo umeziweka kwa vijana ni zipi? Ukiingia mamlakani, vijana watarajie nini kutoka kwako? Naam, asante Kaka Tom. Labda kabla sija kujibu hiyo swali, ningependa kusema hivi. Wakenya wanaangalia, na Wakenya unajua wadanganyi, na wakati mwingi wamekuwa wakiangalia sana hii serikali. Na hatuwezi sema kuwa huyu matamshi yenye yanatoka huku inatoka huku, mara dynasty nini. Hakuna mambo kama hayo. So Wakenya wanajua, wanaendelea kuangalia, na Wakenya wanataka sera. Hawataki mambo ya siasa za ugavi,
siasa za kugawanya Wakenya, siasa za ukabila. Wakenya wanataka kuona amani, Wakenya wanataka maendeleo. So ile maneno yenye tunasikia dynasty, hustler, vijana waamke vizuri, waangalie ni nani anaweza leta maendeleo katika hii Kenya yetu. Na hakuna mwingine ataweza kuleta maendeleo mengine tutarajie kama vijana, mwingine kama si Azimio, serikali ya Azimio ona imeaccommodate kila mtu. Tuache hii maneno ya kusema anatafuta huyu wamekuja hivi kutafuta viti. Nikiingia sehemu nyingine katika eneo langu la bunge. Vijana, nina mipango mizuri kwa vijana wetu. Mimi nikiwa mmoja wa vijana na nikiwa mmoja wa walemavu, na kuna ile say tunasema disability is not inability. Nina uwezo ndani yangu. I'm differently abled in that yule mbunge mwenye amekuwa tulimpatia majukumu ya kufanya. Mwanzo tukianzia na mambo ya kazi. Mbunge ana uwezo wa kusaidia vijana. Niseme ni kijana pia, maana hajaenda miaka sana. Lakini mbunge wetu hata kule parliament, jameni, hajawahi zungumza. Na utaweza kujulikana namna gani na wale wenye wako katika zile sekta za kusaidia wananchi? Wataweza kusaidia aje kama mwenyewe ujulikani, uongee ujulikane? Bomachoge chache haijulikani mahali popote. Sababu gani? Hakuna mtu wa kusema, wa kuongea ili ijulikane kule. Lakini sidhani kutoongea kwake ndio kunasababisha labda isisikike, maana tunajua kwamba kuna zile fedha zinatengwa katika maeneo kabisa. Amezitumia vipi fedha? Hiyo ni moja hapo. Sasa la muhimu kabisa, pesa anapewa za kufanya maendeleo katika vijana. Na kwa vijana wenye wamemaliza shule, wako na njia serikali inaweza kuwa link na mambo ya kazi. Serikali imefanya kazi kubwa sana ya kuleta maendeleo katika constituency level. Vijana wetu hawaja kuwa sensitized, waambie kuna pesa hapa za vijana katika constituency. Tuko na uwezo fund, tuko na VUCA loans, hizi soft loans zenye hazina interest. Vijana, hizi group kidogo za vijana zinafaa kupewa pesa, lakini hizo pesa hazijawahi tumika katika constituency yangu, na mahali zinaenda sijui. Kumaanisha kwamba vijana hawana ufahamu wote kuhusiana na hizi loans, hizi fedha. Maana hiki ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa kwa muda. Ukipatana na kiongozi yote ambaye anataka mamlaka na uongozi, anakuambia kwamba vijana hawana taarifa kuhusiana na hizi loans, labda uwezo, mambo ya hizi fedha ambazo zimetengwa kwa vijana. Youth development fund. Ile elimu ambayo inafanya waelewe. Ile elimu wewe ukiingia mamlakani, hatua zipi utaziweka ama ni njia zipi utazitumia angalau taarifa iwafikie wale vijana na waelimishwe ni jinsi gani watapata hizi loans na watazitumia vipi? Maana labda waenda wanaogopa wakizichukua hizo loan na labda biashara ambao wataianza kama haitakuwa na faida watarudisha vipi? Asante Kaka Tom. Hamna kuwa wanaogopa kuchukua. Hiyo habari yenyewe vijana wetu hawana. Nina uhakika kabisa kama tuko na zile groups ndogo za vijana zina kwa constituency zipo, lakini hazijawahi saidika katika kwa vyovyote vile. Mimi kama mwaniaji na mtarajiwa mheshimiwa mtarajiwa katika eneo bunge langu, ile kitu ya kwanza nataka kufanya, mwanzo tuna upungufu na njia ya kufikia hawa vijana. Maana
hata kuwa inclusivity hata kwa ile projects za constituency office yenyewe, nitaweka kijana huko, kijana awe representative wa vijana wengine huko katika constituency yangu. Mwanzo huyu atakuwa na organize sasa hizi mipango ya kufikia vijana kule ground na kuangazia mambo ya kuwaunganisha katika vikundi na kuwapatia hizi pesa, sababu ni za serikali. Kitu kingine, hatuna barabara. Na barabara kubwa yenye nataka kuangazia kabisa, na nakumbuka kiongozi wetu wa Azimio Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa prime minister, kulikuwa na awali mbunge mwenye tuliondoa tukadhani huyu ndio mzuri sasa. Hiyo barabara inatoka Ogembo ikishika Egetuk ikishika Baranne inashika Motonto. Hiyo barabara ilikuwa proposed kitambo sana. Na sijui imekuwa ikitendeka nini, lakini hiyo barabara haijawahi kuwa angaziwa. Na hii barabara nayo nasema nikiingia katika uongozi, hii barabara ndio ya kwanza nitashughulikia, sababu barabara ndio kigezo cha uchumi mwanzo, sababu wamama wetu wanapitisha chakula kule kupeleka katika soko, lakini kukinyesha hivi hakuna njia hizo barabara zinapitika. Hiyo ni mojawapo ya yale nitaweza kutendea watu wangu watukufu wa Bomachoge Chacha. Naam, zuia hapo maana kimya kimetanda upande huu wa kushoto huku aliko bwana Thomas Naro, ambaye kule Kenya anasema kwamba isinyeshe Agosti 9 ataingia mamlakani, lakini si lazima, maana wananchi ndo wanaamua. Sasa Kanini Kega si mtu ambaye hazungumzi, ni mtu ambaye ana kelele, anazungumza, tumemsikia mara nyingi na hata sasa hivi anaendelea kuzungumza. Licha ya kwamba anazungumza, unasema kwamba maendeleo hayaonekani. Basi ukiingia mamlakani, vijana, watu wenye ulemavu, nafasi yao katika serikali yako itakuwa ipi? Na labda umewatengea nini katika mgao wa fedha ambazo zimetengewa eneo bunge? Naam, asante sana. Wacha niongeleshe hapa, cha muhimu kwa taifa la Kenya ni kupata sio siasa, lakini ili kupata serikali ambayo inajua mikakati ambayo inafanya na uongozi bora. Haya, tukirejelea katika Kieni constituency, mimi kama kijana na person living with disability niko na majukumu yenu. Manifesto yangu ya kwanza itaenda pande ya elimu, kuangazia elimu. Mimi bwana Tom hapa nimepitia changamoto katika kusoma. Bursaries sikuwahi pata. Maybe unafukuzwa because of lack of school fees. Hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo nitahakikisha ya kwamba kila mwanafunzi ama sana marginalized children who come from marginalized community, they get the advantage to have the bursary allocated to their school fees, and especially those who come from orphanage homes and poor background. Kitu ya pili, waelewa, natumai waelewa kuwa Kieni constituency is among leading producers of food. Ni agriculture. Hii sekta ambayo imekuwa ikiahidiwa mara kwa mara imetumika kama kisiasa. Wanasiasa wanakuja from 1982 wamekuwa wakikuja wanatuahidi mambo ya maji, mambo ya irrigation scheme, mambo ya kuleta labda mbegu ambayo zinastahimili weather na climate ya huko. So hii ni propaganda ambayo ninataka mimi kuimaliza. Yani these are the issues that I will deal with them personally. Hii yani nikiingia ni kuifanya tu, hata sihitaji kupostpone. So issue ya maji imekuwa ni shida, na wakulima wa Kieni wame experience hiyo shida for quite a long time. And it's now time we feed the country and the whole East and Central Africa, because I know that is the basic
penye chakula ya Kenya inatoka. Kieni constituency taifa nzima likiconcentrate na Kieni constituency because it is around, iko hapo Mount Kenya karibu tu. So hapo ndipo chakula sana inatoka. So tukihakikisha mkulima wa kawaida anapata fertilizer kwa bei duni ambaye yeye mwenyewe anaweza wenda kununua ili alime shamba lake vizuri. Na pia ili aweze to sell their products at an expense that they will gain a profitable money earnings. So tunataka kuboresha sekta ya maziwa pia kwa ukulima, ambayo maziwa imekuwa ni story sana kisiasa. Unaona wakulima wa maziwa hawaangaliwi vizuri. Ni wimbo tu kila wakati. So mimi kama kijana na person living with disability, ni sekta ambayo nitashughulikia ili Kieni constituency ikue ni Kieni ambayo inalisha nchi mzima. The other issue is unemployment imekuwa wimbo kwa wakati mwingi sana. Na Kieni constituency ni Kieni ambayo kama umechunguza vizuri ni ambayo pahali watalii wanavutiwa nayo, kwa sababu ukiangalia Mount Kenya iko side ya Kieni constituency, even though imepakana tu kidogo. So ni kuhakikisha kwamba at least we have cottages and industries ziko built around hiyo area ya Kieni constituency, ili tulete living na kazi kwa vijana ambayo hawana kazi, wanategemea kilimo na kukaa idle. Sasa another issue ni factories. Factories kwa unemployment ni kumaanisha maybe mimi nimechunguza kitu ambayo kuna machines ambayo unaweza import kutoka China za kukata mawe. Is a construction. Ni kuweka factories kama hizo hapo Kieni constituency ili vijana wapate kazi. Na kuweka pia laboratories Kieni constituency is among constituency ambayo ina produce kitunguu kwa wingi. Ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na laboratories ambazo zinatengeneza labda dawa kutokea kwa huo mmea. So hiyo ndio unemployment I will deal with that. Na mimi kama young people nimeona people sana vijana kwa hiyo constituency hawana kazi, na ninaudhika sana kama kijana. So another issue is about sector ya security. Security lights haziko. Ukiangalia kwingi huko Kieni constituency hakuna security lights. Unaweza robiwa, unaweza kuwa ni kama ushago. Security kidumu ni kuhakikisha ya kwamba watalii watafurutiwa na amani na harmony ambayo itakuwa huko. Sasa nauliza, kanini Kega amefanya nini? Iwapo unasema kwamba hivi vitu vyote unataka kuvileta wewe ukiingia mamlakani, unasema unazungumzia maana mambo ya taa, usalama, kumaanisha kwamba kanini Kega hajafanya lolote, ama unamaanisha nini? Kanini Kega, acha niseme tu kulingana na mimi, amefanya tu kiasi. Sekta ya hii ya railway imepita chaka. Amefanya with the collaboration with the government, amefanya kitu. Lakini Wakenya wa Kieni constituency anajua hajafanya kitu. Sana ukiangalia sekta ya maji, aliahidi watu mega dams ambazo 5 aliziahidi 5. I think kulingana na knowledge niko nayo, naona kama 3 zimechimbuliwa lakini hazifanyi kazi. Unaona? So Kanini in short amekuwa ni mtu ambaye anaongea mambo ya kuhusu rais wetu Uhuru Kenyatta. Hii maneno yote inatoka kwa wananchi. So mimi sitaki kuegemea sana kwa Kanini juu mimi najua tu amefanya hiyo tu kidogo. Hiyo mambo ya railway line na inapita tu hapo. Na kuna factory ya maziwa pande hiyo. So kazi mingi ambayo wananchi wa Kieni wa constituency wanataka kufanyiwa hawajafanyiwa. Unaona? Na ndio mimi kama kijana
na niko na hiyo nini nguvu ya kufanya na niko na uwezo. So mimi manifesto hiyo nina uhakika nitadumisha na nitapitisha na nitahakikisha serikali imeweka miradi kwa vijana sana sana wa Kieni constituency. Naam, hayo ni maneno yake Thomas Naro na ambaye ni mgombea wa kiti cha ubunge, mtazamaji, kutoka kule maeneo ya Nyeri County, Kieni constituency, ambako sasa hivi anayekalia hicho kiti ni Kanini Kega, na tunamfahamu Kanini Kega ni mzungumzaji mzuri sana, hatulia anazungumza, lakini cha kushangaza kwa mjibu wake Thomas ni kwamba maendeleo hayajaonekana kule katika eneo bunge hilo. Na labda tunazo dakika chini ya 20 tuhitimishe makala yetu, na Ben kwa dakika moja tu kabla labda tuangazie siasa za kitaifa, masuala kuhusiana na Odinga na Ruto na wagombea wenza na kadhalika. Kule Kisii najua kwamba ni maeneo mazuri, udongo kule una ruhusu mimea mbalimbali kumea kabisa. Ndizi zinatoka kule, avocado zinatoka kule, lakini unapata kwamba kule Kisii hamna hata kiwanda labda cha kutengeneza tuseme mafuta kutokana na zile avocado, kutokana na zile ndizi. Sasa kule eneo bunge lako ambalo unauania ama una azima ya kuwa mbunge, najua kwamba kuna ndizi nyingi kule, kuna avocado nyingi. Una mipango yote kuweka kiwanda kule ambacho kitakuwa kikitengeneza mafuta kwa dakika moja peke yake? Asante Kaka Tom. Tena ningeweza kusema hivi. Mengi yenye tuliahidiwa na kiongozi wetu Honorable Alpha Miruka amekuwa akituahidi mingi. Kuna kiwanda nakumbuka ilikuwa itengenezwe kule nyumbani katika constituency yangu, kule ile shule inaitwa Buyonge. Na hicho kiwanda kikatengenezwa, nikaona kimeanza majengo imeanza, lakini ilifika kati ikafanya nini? Ikakatika. Kumaanisha kuna hilo jengo tu. Na hilo jengo limesimama hapo na limesimama kwa hii miaka yote. Kitu nataka kuambia wananchi wangu, nikiingia katika uongozi, agriculture katika eneo letu la Kisii mzima haijakuwa ikikuwa addressed vizuri. Hata county government yenyewe imefeli, sababu tumeambiwa juzi, of course na shukuru rais wetu Uhuru Kenyatta aliweza kuleta kiwanda cha ndizi kule Kisii. Kenye kinaendelea kiko project sahihi, I think iko 80% to completion. Ujenzi inaendelea na tumai itafunguliwa karibuni hivi isaidie watu wetu. Lakini bado hakuna haijafanywa vilivyo, haijakamilika. Kuna upungufu bado wa maendeleo katika eneo letu katika sekta ya agriculture. Sasa ninataka mwenyewe watu wangu wakinichagua katika constituency yangu, nitaweza kuleta kiwanda kule cha agriculture, cha kudili na mambo ya matoke, kudili na mambo ya avocado, sababu katika kijana wetu mheshimiwa hapa, watu wanatoka eneo ya mheshimiwa wanakuja kule kwetu kuchukua ndizi na avocado. Sababu gani? Wana hizo viwanda. Vijana wetu wanakosa kasi sababu hatuna hizo viwanda. Moja, nitaweza kuleta kiwanda kama hicho katika constituency yangu, watu wangu wakinichagua, iweze kuleta kazi kwa vijana, iweze kusaidia wamama, iweze kusaidia kila mmoja yule wa chini. Jambo la pili ningeweza kuangazia pia, kuna machani chai. Kwa machani chai na hizi kunde za coffee pia haijakuwa ikiwa addressed vizuri kule kwetu Kisii, sababu unapata sehemu zingine wanapata ugavi wa fedha wenye hauko sawa na sisi. Na kule unaelewa udongo ni mzuri, una rutuba, una kila kitu. Lakini hatuna ile support yenye ya kutosha katika kifedha yenye inatoka serikali. Nitahakikisha kama mbunge
nimeweza kuingia kule bunge nitetee watu wetu wa Kisii wote tupate ugavi sawa wa fedha katika eneo sekta ya tea, sekta ya coffee na sekta ya ndizi na zile vitu zote tunaweza kuproduce. Kitu kingine Kaka Tom, kwa sekunde chache. Naam. Kitu kingine ningeweza kufanya katika constituency yangu yenye ndio mheshimiwa ameweza kufanya yale ameweza, lakini hajafanya kupita anavyostahili. Ni kitu nitaweza kufanya katika constituency yangu ni hii. Nitaweza kujenga mahospitali, myself being an health professional. Tuko na majengo ndio, lakini majengo jameni Kaka Tom, hakuna madawa, hakuna zile equipment za kutosha na health haiko accessible. So I'll ensure kila mtu amepata health yenye anahitaji, kila mtu amepata madawa katika zile health centers, dispensaries na ile sub county hospital tuko nayo. I'll ensure the equipment zimeenda kule ziweze kusaidia watu wetu. Wamama wanapojifungua unapata sehemu zingine hakuna hizo services, unapata wanaenda referral. So why do we have that? Because MP wetu amefeli. Na sekta ya security, sehemu nyingi tuko na masoko, hakuna security lights kule. Wamama wetu hata soko zenyewe hazijaundwa. I'll ensure our markets are well built and lit. Wamama wetu waweze kuuza mboga vizuri, waweze kufanya biashara yao vizuri, waweze kusaidia familia zao. Na familia zile ndogo za chini kabisa. Katika sekta ya elimu, mimi kama kijana nimeteseka ndio katika masomo yangu, lakini sitaki wale wengine waweze kupitia hiyo sehemu. Ule ugavi ukimalizia. Naam, nikimalizia Kaka Tom, ule ugavi wa CDF educational assistance, nitaensure kila mwanafunzi amepata zile hela. Mheshimiwa wetu mwenye mtangulizi hajaweza kutekeleza hili jambo na kuichukulia serious. Vijana wetu wamekosa hela za kusoma. Unapata anapatia kila vijana wengine watu fulani wenye anajua, anaacha wale wenye ni wanahitaji hii pesa kabisa. So nita address hiyo, ni kila mmoja, kila mwanafunzi nitampatia basari aweze kusoma, waweze kuja tusaidiane katika kubadilisha Bomachoge yetu. Hilo ndilo ninaomba wananchi wangu wa Bomachoge chache waweze kuchagua huyu kijana, ana uwezo. Naam. Haya, wamekusikia, natumai Naam, tukielekea tamati, mwenzangu Ben, tulikuwa tuingie katika masuala ya kitaifa kidogo, lakini kuna msikilizaji ama mtazamaji wetu anaulisia masuala ya kifedha. Unajua kwamba masuala ya campaign utayafanya hivyo licha ya kwamba unasema kwamba Jubilee walikukubali. Wewe kijana na ambao una ulemavu hawakuomba chochote kuhusiana na labda fedha za usajili. Lakini tunajua kwamba campaign lazima utumie fedha. Kwa hivyo tukianza kwako Thomas, fedha za campaign utazitoa wapi? Swali mzuri. Kwa dakika moja tu ndo maana muda wetu nazidi kuyoyoma. Sawa. Kwa kweli mimi nimetoka kama saa hizi niko hapa. Nimetoka familia ambayo haijiwezi. Na siwezi sema sina uwezo kabisa wa kuendeleza kampeni zangu. Na maybe nomination ikienda vizuri, though hiyo nomination itaenda vizuri kwa nia yako ya kwenda huko kukampeni. Na hiyo itabidi labda hata kama utapea wananchi pesa, because we don't want to buy vote. Ukinunua uongozi ni kumaanisha utaenda ni deni umechukua. So sina hiyo pesa ya sana ni pesa ya kuenda transport, ya access places. Hiyo ndio sina, lakini Mwenyezi Mungu tu atakuja.
Lakini unajua Mungu hawezi kukupa pesa kama labda huna mipango yote, labda chama kitakufadhili ama unamfadhili yote yule, ama mwenyewe utachukua loan. Kwa muda saa hizi sina. Labda wafadhili wema waingilie kati. Na iwapo Kaka Thomas kutafanyika ule mchujo ambao tunasema ni nomination, na itokea kwamba kuna mwingine ambaye amechaguliwa kando na wewe, utajitoa ama utaendelea na azma yako kupitia labda kuingia ile ambayo tunasema ni independent? Sitaendelea. Lakini I'll campaign for my party. Okay. I'll support the one who will be nominated. Haya. Kaka Ben, lakini kama mfadhili mwema anaweza jitokeza, I'll be bold enough, because hiyo ndio tu challenge ambayo ninapitia. Na in case nipate support, niko sure wananchi wananitaka. Na basi naibu wa rais natumai kwamba na uwezo wa kukusaidia, na ikizingatia kwamba unatumia UDA, basi muone atakusaidia. Kaka Ben, masuala ya ufadhili katika kampeni zako yatakuaje? Una mipango yote ama unataka uchukue loan ama kuna mfadhili ambaye amejitokeza? Asante Kaka Tom. Kwa sekunde chache. Naam. Katika ufadhili sina mfadhili. Na mimi ni kijana. Ama actually a real hustler. Lakini ile narrative kwa ground najua lazima utumie pesa. Na najua wapinzani wangu wale tunapigana nao kule wana pesa. Wana senti. Naam. Kitu labda ninaweza nikaomba Mheshimiwa Rais, maana nimesimama na chama chake. Kwa sahihi najua ingawa tutakuwa na mpinzani yule tutaenda naye nominations, lakini nina uhakika nitaweza kupita hizo nominations. Na ninatoa wito kwa rais wetu mtukufu aweze support kijana huyu, aweze kuletea watu wake maendeleo. Na watu wangu nataka niwaambie, hata nikikupatia shilingi 10, hii shilingi 10 ndio tumekuwa tukipewa na hawa wengine wetu wenye wameweza kuwa katika uongozi. Wamekuwa wakitupatia 100, anatokomea anaenda kabisa. Inakuwa ni kama amenilipa. Sitaki ninunue uongozi. Sitaki ninunue votes. Ninaomba wananchi tubadilishe hii narrative kuwa usiponipatia pesa hakuna kura yako. Ili tupate uongozi mzuri. Maana huyu mtu ukimpatia pesa, huyu mtu ataenda kurejesha zile pesa. Aweze mwanzo ajaze ile kikapu yake iliweza kupungua, ndio mwanzo afikirie kufanyia maendeleo. Kidogo tu. Sekunde 5 muda umeyoyoma. Naam, asante. Wito kwa wafadhili wema. Ninajua napigana kitu labda naweza hitaji mimi. Si pesa ya kupatia wananchi. Pesa ninahitaji ya kutembelea wananchi sasa. Ile ya kunifikisha kule mashinani, ile ya kunisaidia kutoa posters zangu, watu angalau waweze kujua huyu kijana. Pesa labda za kutoa banners, hiyo ndo pesa ninahitaji. Mfadhili mwema katika either kutoka kaunti yangu Kisii ama mfadhili mwema kutoka chama changu cha Jubilee, rais wetu aweze kunisaidia katika hii kampeni. Na nina uhakika ninaingia bunge nisaidie watu wangu. Zuia papo hapo, lakini ukweli ni kwamba Wakenya wamezoea kwamba lazima uwape ndio wakupe. Hawajazoea kwa muda mrefu. Unajua wanasiasa ndio wamewazoesha kwamba lazima ile inaitwa ya kwamba sijui ni kuwapa nini, mambo ya sukari, viberiti na kadhalika. Kaka mnaweza jibu hii kwa sekunde 5 peke yake. Tuache wananchi penye tumefika, hata wao this time round wanahitaji mabadiliko. It is a revolution. Nimeenda ground pia na nimegundua Wakenya wengi hata ili hali watachukua ile pesa. Kila mtu anataka pesa. Lakini wanajua kiongozi ambaye watachagua. We don't have to buy this seat, because wengi ambao wameingia wa viongozi wanaingia hapo kwa sababu wanajua, wanaamini nilinunua kiti. Na kama umenunua, tuseme umeenda kwa duka umenunua mkate, kuna haja gani uambie mwenye duka asante?
So ndiyo maendeleo haitaikuwa inaendelea kwa haraka katika hii nchi. Na tutaishi kwa uongozi mbaya. Yeah, tusikuwe na hiyo mentality ya kwamba mwenye pesa ndiye kiongozi. We have leadership in us. Leadership is a God chosen and it's a God calling. Yeah. So si lazima ukue stable financially ili ukue kiongozi. Na wananchi tafadhali raundi hii ni kuchagua kiongozi ambaye ana manifesto, na mtu ambaye anajua mashida yenu, na mtu ambaye anaelewa na amepitia the same issue and problem that you guys are facing. So hiyo tu. Naam, tukimalizia kaka Thomas ama kiongozi ambaye anatarajiwa, yes. Rais weekend akiwa na wale viongozi ama wale wazee kutoka maeneo ya Gema kule, aliibua madai ya kwamba upo wakati ambao naibu wa rais alikuwa anataka kumngatua mamlakani, na naibu wake amekataa, amesema kwamba hilo halingewezekana. Kwa sekunde 5 peke yake, maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo swala? Maana sauti tulipata tukianzia. Hii naweza sema ni kisiasa tu. Ni propaganda ambayo it is based on political matters. Hii haina ukweli wake. Mbona wakati ambao maybe aliona hivyo hakuambia Wakenya kuna kitu ambayo kinaundwa kama hiyo? So hii ni ambayo ni Uhuru, tunajua kawaida yake ni mtu ambaye ana support Raila, ni mtu ambaye anataka kupeana uongozi kwa Mheshimiwa Raila, na it's all about politics. It's nothing to do with the reality and the facts. Kwa sababu ni vile tu hata Mheshimiwa hapa Bwana Ben anaweza enda aambie Mheshimiwa mwenzake alifanya. Unaona? Hiyo kuna kitu kubwa. Na Ben, kwa upande wako sekunde 5 peke yake, maoni yako ni yapi? Maana sauti tulipata, madai umeyasikia. Naibu wa rais amesema kwamba hilo halingewezekana hata kidogo. Asante kaka Tom. Kwa hili jambo, rais unajua ni rais wetu. Na atafuti kiti chochote sahihi. Si mwanasiasa. Rais akiongea jambo na tunafaa kuingilia ndani, tunafaa kuingilia. Kama si mwanasiasa, mbona anaunga mradi wa nini? Si mradi anaunga. Unajua Rais Kenyatta ni Mkenya, nipatie wakati. Ni rais, rais ni mwananchi kama Mkenya yote. Ana uwezo na yake ya uongozi haijakamilika. Labda atoke ndo aanze. Amna, ni Mkenya kama mimi, anaweza tangaza mtu mwenye anaunga mkono. Jinsi naibu rais alitarajia ataweza kuungwa mkono, ameona haiwezekani sababu rais anaunga mtu mwingine mkono, amekuwa akimpiga vita hapa na pale sababu hamuungi mkono. So hiyo madai inafaa kufuatiliwa vizuri na those bodies that are concerned waende wafanye investigation into this matter. Si mambo ya kuingisha sasa siasa ndani. Ni sababu ataki naibu rais, ni sababu anaunga Raila Amolo Odinga mkono. Inafaa iangaliwe kabisa to the root of the matter. What is going on? Rais hawezi ongea maneno tu bure. Haya, yafanyiwe uchunguzi ambavyo umesema. Yafanyiwe uchunguzi. Hapo na labda kwa kiduchu tu, masuala ya mgombea mwenza marani meti limekuwa ni swala la kuzungumziwa mara nyingi. Kuna wale ambao wanasema kwamba Ruto mgombea mwenza atatoka Mlima Kenya, wengine wanamwangalia Mudavadi wanasema kwamba atapewa nafasi, lakini ukweli ni kwamba hawa viongozi wawili wote wanaangalia Mlima Kenya, ndo wanaangalia zile kura za Mlima Kenya. Maoni yako ni yapi? Ruto atatoa mgombea mwenza wapi? Mlima Kenya ama maeneo ya magharibi ya Kenya? Kwa sekunde 2. Kulingana na mimi, naona kabisa hata Mudavadi na mwenzake anaitwa nani huyu? Moses Wetangula. Kujiungiza katika alliance moja, hii coalition.
walijua kuwa it was already planned. Hawatakuwa, yani they will not be appointed as the deputy. Mlima Kenya ndio tunaangalia kwa sababu huko ndio chances are the population ya huko ni iko juu, na pia ni kama kulikuwa na mkataba ambao Uhuru na Ruto walikuwa wachukue serikali 2013 na 2017 Thomas ile 2022 Ruto aingie, lakini sana sasa Mlima Kenya ndio ataangalia kama deputy wake. Na Mlima Kenya. Bwana Ben, kwa sekunde 5 peke yake tafadhali. Peter Kenneth atateuliwa kuwa mgombea mwenza wa Odinga ama ni Kalonzo Musyoka? Naam, kaka Tom. Coalition ya Azimio ni kubwa sana. Na hao wote ni viongozi. Na wana uwezo. Kitu naweza ambia Wakenya wetu ni kuwa rais wetu mtarajiwa the 5th ni Raila Amolo Odinga na deputy wake wana hizo ndo mipango inaendelea ya kuongea na kuelewana yule mwenye ataweza kuungwa mkono aweze kuwa naibu rais. So hiyo sitaweza kuiongelea sana sababu ni mambo ambayo inaendelea already ya kuteua naibu rais. So kitu naweza omba Wakenya waweze kuangalia yule kiongozi mwenye ana sera, mwenye ana shida za mwananchi, common mwananchi kwa roho kabisa, aweze kuleta maendeleo. Tuchague rais wetu wa Azimio Raila Amolo Odinga atuletee maendeleo. Na mzia papo hapo, neno lako la mwisho ni lipi kwa wananchi wa eneo bunge lako kule ambako nataka uongozi? Asante. Nimesema neno, sema neno. Naam. Wananchi wangu wa Bomachoge Church najua wananipenda, na ni kijana mdogo mwenye ana nguvu, mwenye anaweza tuweze kuunga kijana huyu mkono aweze kuendelea, atuletee maendeleo Bomachoge Church, sababu huyu kijana ana uwezo. Mnajua amepitia mambo mengi kwa maisha na anajua shida zenu moja kwa moja, ataweza kuwaletea yale mmekuwa mkililia miaka yote. Asante sana, ninawapenda na nitakuja tuongee, tutembee, tuweze kubadilisha Bomachoge yetu. Kaka Beno amekwisha kusikia. Kaka Thomas na Aaron, neno lako la mwisho kwa wananchi wako wa kule Kieni maeneo ya Nyeri. Neno la mwisho. Watu wakazi wa Kieni constituency kuhakikisha ya ati ni direnda gite kiu na ndugacenjia muturire wa Kieni constituency turi othe. Young people and person living with disability will support you and will work together to achieve our goal and our ambitions as young generation to push for good leadership and the moral of this country and the Republic of Kenya. So thank you so much. And natumaini we shall work together as a team. Si young people peke yake, Kieni constituency pamoja. Namba yangu ni 0794 420 772. Once again 0794 420 772. In case you want to holler, unaweza nipigia, tutaongea. Na Sadakta, kwa wageni wangu studioni, mpenzi mtazamaji, bwana Ben huyu anatokea maeneo ya Kisii kule eneo bunge la Bomachoge Church, anagombea eneo bunge, naye kaka Thomas na Aaron kutoka maeneo ya Kieni, Nyeri County, wanakuambia kwamba hamna kubwa lisilo ukomo, na mwisho wa safari ndo mwanzo wa safari nyingine. Hadi juma lijalo akituridhia Mwenyezi Mungu. Nimekuwa wako kaka Tom, kwa wote ambao wameshirikiana nami, mwelekezi wangu na wengine wote ambao wamehusika kufanikisha Mezani Jumanne ya leo. Ni kuage tu kwa muda, tukutane nawe Ijumaa katika makala ya mishemishe viwanjani. Kaka Tom, kuwa na siku isiyokuwa na bugdha. Kwaheri.